Shemeji. Shem. Shem, hebu tulia kwanza. Unapata nini? Shem, tulia. Nacho. 손을. Kaka, yaani afadhali tumekutana hapa. Kule nyumbani kule Shemu. Yaani yuko katika hali mbaya, mimi sijaelewa kabisa. Yaani chizi sio chizi, mweu sio mweu, yaani mimi sijaelewa kabisa kaka. Twende basi angalau tukamwangalia amepatwa na nini. Rudi nyumbani. Kaka, nirudije nyumbani wakati shemeji yuko katika hali mbaya kaka. Twende nyumba. Nakwambia rudi nyumbani. Kwa rafiki yangu Amina huko. Wewe nilikwambia ratiba hapa mtaani hamna kuzurura hadi saa 2 usiku. Ndio dada, nimeshakuelewa kwa hilo ulioniambia. Ila ni siku nyingi lazima wasalimie. Maana ni muda mwingi. Sasa, huo utu uzima wako na kuzurura saa 2 vinahusiana nini? Aya, kaka ndo tayari ameshafika, hajakukuta. Unamwambia nini? Mimi sasa hivi nimeshakuwa mtu mzima. Kwa hiyo siwezi ngapangiwa muda wa kuja nyumbani. Unanijibu kwa jeuri? Ndio. Basi sawa, ngoja nimuite na yeye umjibu hivyo hivyo kama ulivyonijibu mimi. Ulikuwa wapi? Nilikuwa kwa rafiki yangu Amina. Yaani kufika tu nakwenda kwa rafiki yako Amina, si ndio? Naona na kuona ushaanza kuwa kiruka njia. Sasa angalia. Usipojirekebisha hapa patakushinda. Na ninakupa onyo la mwisho. Sitaongea tena. Yaani usipojirekebisha patakushinda. Haya, pita ndani. Izoelewe Karichi anaogopeka. Watu wakimwona wanatetemeka. Twende basi angalau tukamwangalia amepatwa na nini. Rudi nyumbani. Kaka, nirudije nyumbani wakati shemeji yuko katika hali mbaya kaka. Twende nyumbani. Nakwambia rudi nyumbani.
mambo? Poa, vipi? Safi, mzima. Mimi mzima. Unaitwa nani? Mimi naitwa Lisa. Una jina zuri. Sasa mimi hapa ni mgeni maeneo haya. Nilikuwa naelekea sokoni. Nilikuwa naomba kampani kwako. Twende wote sokoni. Kampani. Haina shida, tunaweza tukaenda tu. Basi sawa, twende sasa. Poa. Dada samani, nakuomba mara moja. Sio wewe, mwenzio. Dada samani. Wewe ni mwenyeji wa mtaa huu? Hapana, mimi ni mgeni. Wewe ni mgeni? Unaonekana kweli ni mgeni wa mtaa huu, kwa sababu vitu kama hivi ni adimu sana mtaani kwetu. Yaani weupe wote waishagaolewa. Nashangaa leo kukutana na binti mweupe kama wewe. Aisee, dada nikusifie tu, uko vizuri. Aliyekuzaa alikuzaa. Aliyekuzaa alifanyaje? Alikuzaa. Wewe uko vizuri, binti mzuri, una muonekano mzuri. Kwa kweli mimi nisiwe muongo, nimekupa maua yako. Kingine asije nikaonekana naongea sana nikasahau nilichokuitia. Naomba unisaidie namba yako ya simu. Namba yangu mimi? Ndio. Sasa nikuelekeze. Unaitwa nani? Aileen. Aisee, dada una jina zuri. Na ninamshukuru aliyenifanya mimi na wewe tukakutana. Namshukuru sana. Ila shida yangu nitajielezea nikikupigia simu. Sawa? Nafikiri umenielewa. Dada, nimekupigia simu maana tangu nikuombe namba zako sijawahi kukupigia simu hata siku moja. Ila sababu iliyonifanya nikupigie simu, sikutaka mimi nikuelezee kwenye simu jambo langu. Nilitaka tuonane moja kwa moja tuzungumze. Bana, ombi langu ni moja tu. Wala sina maombi mawili wala matatu. Ombi langu ni moja. Bana, mimi hapa mtaani kwa kweli nimetokea kuvutiwa na wewe. Tangu mwanzo nakuona, aisee, kuna kitu kipya kilijijenga ndani ya kichwa changu. Kwa hiyo nisiwe muongo. Mimi lazima nikwambie ukweli, mimi nimekupenda. Ila kama utapendezwa zaidi, mimi nataka nikuoe. Maana sina mke. Naishi mimi kama mimi, naomba nikuoe. Sawa kakaangu. Wazo lako sio baya. Na mimi kunioa wewe. Mimi nimekubaliana nalo. Ila unisaidie kitu kimoja. Kitu gani hicho? Pale nyumbani mimi ninapokaa ana mauzauza mno. Naogopa kukaa pale. Kwa vile pale pana changamoto, mimi nikuombe tu dada, usiuze roho. Sawa? Mimi mwenyewe hapa naishi kwa amani, sina mke. Kwa nini tu sije moja kwa moja hapa? Pakawa nyumbani kwako. Sawa? Tukaanza maisha moja kwa moja. Usije kufia pale kwenye ule mjengo. Yule baba namfahamu, sio mtu mzuri. Nakuomba lakini. Sawa, ngoja nijaribu kufikiria hilo wazo lako. Na niweze kuangalia namna ya kutoka pale nyumbani. Sasa hilo la kufikiria. Sawa? Mimi nikuombe kitu. Mimi leo pale napajua, sawa? Mimi leo nitakuja saa 1, sawa? Nikukute nje ya geti, sawa? Leo hamna. Sitakuwa na muda. Labda kesho jioni. Kesho jioni muda. Saa ngapi? Saa 2 hivi kuelekea saa 3. Kwanza jiandae kila kitu tunaondoka. Basi haina namna. Hata hilo ni nzuri pia. Ila nashukuru sana kwa kunielewa. Sawa. Sawa dadangu. Sawa. Ndio. Hiki chuma hiki. Aisee, hatimaye na mimi tajiri mfupi naenda kumiliki chombo ndani.
Achane na hawa mademu wakuja wala nakuja makaka zake. Napanikiwa mimi nyumbani kwangu. Sijapenda. Siri ndani ya chumba. Asante rafiki yangu. Tupo kabisa. Nimefika. Nashukuru. Rafiki yangu. Mimi kilichonileta hapa kitu kimoja tu. Kitu gani hicho? Yaani mambo yangu hayaendi sana yani. Hayaendi. Kwa hiyo nimekuja kwako, naomba unisaidie. Kama unamjua mganga yoyote hapa mtaani, naomba unipeleke. Mganga. Kuhusu mganga hata usijali. Kuna mchanga mmoja namfahamu na huyo nikomesha. Kwa hiyo ukienda hata kama mambo yako yamepinda lazima anyoke. Utakuwa umenisaidia sana rafiki yangu. Hivi unaweza kunipeleka hata sasa hivi? Usijali, mimi nakupeleka. Basi sawa, ngoja njia. Maana wewe kuniita. Siri ndani ya chumba. Ndio shogangu, niambie. Kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Pale nyumbani napokaa mimi kuna changamoto sana. Changamoto gani? Yaani kuna mauzauza, stima zinzong, hata sielewi mimi. Mauzauza. Kama yapi hayo? Kuna chumba kimoja, shemeji ashakataa, eti kisifunguliwe, kisifanyiwe usafi wa aina yoyote. Sasa, si mnamsikiliza basi ushemeji yako anavyotaka. Iko hivi. Juzi dada alifungua mlango, alikuwa anataka afanye usafi. Alipogusa tu alizimia. Kuzimia? Tena siku nyingine zikapita siku. Akaenda akagusa ule mlango tena kama la nyingine. Huwezi amini alikuwa kichaa so kichani, yani hata tukumuelewa kwa kweli. Yaani kugusa mlango unakuwa chizi. Ndio hivyo shogangu, yani mimi naogopa sana kukaa pale. Natamani hata niondoke. Na kwenu? Nyumbani mimi sitaki kurudi. Changamoto. Nilikuwa naomba nje niishi kwako, siji kwenu huko. Mimi nikae kwenu. Maana mimi kule hapana, nimeshindwa kukaa kwa kweli. Sasa unasikia? Mimi hapo nyumbani sawa, sio kwamba nakataa. Sawa, hapo nyumbani utakuja kukaa. Lakini kuna mambo hapo kwanza patakuwa nirekebishe. Wewe endelea kukaa hapo. Baadaye tukikutana nitakwambia swala la kuja kukaa hapo nyumbani, sawa? Basi sawa rafiki yangu. Nitafurahi sana kama ukinikubalia kuja kuishi kwenu. Maana pale hapana. Unaweza ukaona tu nyumba nzuri, wana maisha mazuri, lakini siri iliyopo humo ndani wanajua wao. Usijali, wewe ni shogangu sasa hivi, udugu wangu tena. Haya poa, twende. Siri ndani ya chumba. Habari za tangu siku ile kaka. Kwema? Kwema. Habari za tangu siku ile tunaachana pale? Sisi tuko vizuri sawa. Tuko vizuri safi kabisa. Ndio? Kaka bana. Ndio? Kwa mara nyingine tena tumekutafuta.
Ndio. Na changamoto yetu haiendi mbali. Yaani tunachezea pale pale. Nawasikiliza. Bwana kaka, changamoto yetu sisi mle ndani mle. Maneno ulikuwa ukizungumza siku ile ndio tunaanza kuyashuhudia sasa. Mdogo wangu, unaweza ukafunguka nikakuelewa kwa usahihi. Sasa maana yake yale mambo sikuelewi. Hebu funguka. Yaani muda mchache uliopita mle ndani mle, shemeji mke wa kaka, yaani alikuwa katika hali ambayo mimi sijaielewa kabisa. Hapa ndo nikajua sasa moja kwa moja mle ndani kuna ushirikina. Sawa mdogo wangu, mimi nitawasaidia kwa vile niliahidi kuwasaidia, si ndio? Lakini mwanzo mngenisikiliza haya yasingewapata. Mimi niliwaambia pale sio sehemu nzuri. Sio, unanielewa mdogo wangu? Alafu kwa vile mimi nimeamua kuwasaidia, naombeni niwasaidie tu itakavyokuwa, na iwe ikifika saa 12 jioni au ile mida ya magharibi, wanaita magharibi. Sio, unaipata ile saa 1? Ndio naipata. Tunaipata. Mje wadogo zangu, sawa? Nafikiri nitakupa namba zangu, afu utanicheki muda ule, utaniuliza niko wapi ili niwaelekeze sehemu ya kunipata, nije niwapeleke sehemu. Sawa, mkapatiwe kinga ili muweze kukaa kwenye ile nyumba bila changamoto. La sivyo mle ndani mtapachukia. Najua mnafurahia sofa kali nini, mjengo mkali, lakini kaka yenu sio mtu mzuri. Na mimi naahidi kuwasaidia. Ila ili ninalojitoa, sitaki kaka yenu mmwambie muhusishe kwenye hili swala. Na najua itafikia sehemu atafahamu kuwa mimi ndo nawasaidia, lakini kwangu haina madhara. Mimi najua namna ya kumudu yule. Msinione hivi wadogo zangu, mimi ninaweza nikamudu yule. Sio, mnanielewa? Naomba simu hapo niwaandikie namba. Alafu kuhusu hilo la kumwambia kaka, hatuwezi kumwambia. Sasa hii ni simu au remote? Hiyo ni simu kaka hiyo. Ni simu ambayo tulikuwa tunatumia Discord kijijini kule. Kweli wadogo zangu mmetoka kijijini. Haya. Hii hapo save tajiri mfupi. Sawa. Msave ka ugali tu wako. Unaona amevaa ka ugali. Mtakoswa msaada, sawa? Uwe mpole. Mtakoswa? Nisamehe sasa. Mtakoswa msaada. Msinione mandazi sasa, sawa? Hamna shida. Unanielewa? Hamna shida. Kwa hiyo fanyeni hivyo, mnaweza mkaondoka. Kaka, tutashukuru sana kwa msaada wako. Siri ndani ya chumba. Mbona kijikicha na Ndala? Tunamtafuta. Mnamtafuta nani? Mdogo wako Regina. Regina? Hivi Regina anataka kunitafuta nini mimi? Sasa sikia. Yule kashakuwa mtu mzima. Anaweza kanisumbua mimi kichwa. Kama tumeshindwana, akija kule nyumbani, achukue kila kitu chake, arudi kwa mamdogo. Sitaki kesi na mamdogo mimi. Hapo swala la kumtafuta, mtamtafuta nyie. Mimi nenda zangu kazini. Siri ndani ya chumba. Nyumbani kwa Richi kuna mauza ikifika usiku, kelele zisizoeleweka. Richi anaogopeka na watu wakimuona.
Irene, haya ndo makazi yangu mapya. Nimeamua kuhama kule kwa sababu ya shemeji yako, alikuwa anapafahamu pale na sikutaka niwe karibu naye. Kwa hiyo haya hapa ndo kwako, na sikupenda kuishi karibu na shemeji yako, najua angenisumbua. Kwa hiyo jisikie amani. Asante sana. Na ujisikie kama uko nyumbani. Sawa, huna shida. Kwa hiyo karibu sana my wife. Najua leo una kazi ngumu, naomba ukapumzike. Sawa, hata hivyo nimechoka sana. Umechoka sana? Na kuomba upumzike. Unaweza kaliacha tu ili nikiti nje hapa. Basi nipo, si unajua? Pumzika mama. Hatimaye na mimi leo nimeonekana. Tajiri mfupi naye kaoa leo. Ila nyota jamaa. Sasa unaenda wapi? Nimeshakuona. Sasa unakimbia nini? Na pale kwako kwa nini umeama? Mimi bana, kulingana na situation ya kaka yako, ilinibidi nihame pale nilipokuwa nimepanga. Alafu kule niliporudi sasa hivi nimeamua kuoa na mke. Kwa hiyo nakuomba sasa hivi tu tuwe kama kawaida kama zamani. Kuhusu mambo ya mapenzi mimi na wewe basi. Yaani kirahisi tu eti kwamba hivi uliama kwa sababu ya kaka yangu, mara umeshaoa, mimi na wewe tubaki kama zamani. Kirahisi tu. Sasa sikia nikwambie. Mimi siachwi. Sijui umenielewa? Na hii vita ndio kwanza inaanza. Kamwambia huyo mwanamke wako, nikikutana naye zake ama zangu. Ila wewe, mimi nakuombe tu kitu kimoja, sawa? Mimi sitaki vita, alafu mwanamke niliyomuoa mimi nampenda. Sitaki vita mimi na wewe. Tafuta tu wanaume wengine. Sawa? Nice, umenielewa. Siri ndani ya chumba. Wewe ni mgeni maeneo haya? Ndio, mimi ni mgeni. Nisizunguke sana. Mimi bangu natokea kukupenda. Ona, kwa vile ninawahi, nisaidie namba zako za simu, tutawasiliana. Siwezi nikakupa namba. Mimi ni mke wa mtu. Mke wa mtu? Ndio, nimeolewa. Umeolewa na nani? Tajiri mfupi. Tajiri mfupi? Yaani tajiri mfupi ndo kwako wewe? Okay, basi sawa. Unaweza kaendelea tuna mambo yako samani. Sawa.